Asante sana. Majina yangu ni Boniface Ndengo, mkurugenzi mkuu wa kampuni ya umma ya Hyper PLC, lakini makamu rais wa Chemba ya Biashara, Viwanda na Kilimo Tanzania, ninayeshughulikia masuala ya biashara. Tuko hapa kwenye ukumbi wa Julius Nyerere International Conference Center kwa ajili ya kongamano la kodi na uwekezaji, na sisi kama wawekezaji lakini pia kama viongozi wa sekta binafsi tulialikwa kushiriki kongamano hili ambalo limeandaliwa na Wizara ya Fedha ili tuweze kushauriana na kutoa maoni yetu kuhusu mambo ambayo yakifanyika yatasaidia kustawisha uchumi wa Tanzania, lakini pia kustawisha ushiriki wa Watanzania kwenye masuala ya uwekezaji na biashara, lakini pia kuisaidia serikali kuongeza mapato na kupanua wigo wa mapato ili serikali iweze kufanya shughuli zake za uendeshaji wa nchi, hasa miradi ya kimaendeleo. Kupitia kongamano hili sisi kama Chemba ya Biashara tumepata fursa ya kufanya wasilisho kupitia kwa rais wetu Bwana Vincent Minja, na lilikuwa ni wasilisho maalum ambalo linaelezea changamoto ambazo wafanyabiashara na wawekezaji wa ndani wanakutana nazo katika kufanya biashara, hasa biashara mpya, lakini pia biashara ambazo zinakuwa zinaendelea. Moja ya changamoto ni kwamba ambayo Bwana Minja ameieleza ni namna ambavyo wafanyabiashara wanajitoa kutafuta mitaji na kuanzisha biashara na kufanya biashara na kupata faida, alafu kwenye kugawana faida serikali ni mdau muhimu sana ambaye anachukua 30% ya faida na kuacha 70%, lakini 30% ndio anaanza kuchukua, alafu sisi wawekezaji tunakuwa ni watu wa mwisho kuchukua ile faida. Lakini pia hapa katikati unakuta kampuni imekuwa imelipa kodi nyingi sana ambazo tayari zimeshakwenda serikalini moja kwa moja. Hoja ya Rais Minja ni kwamba mwekezaji anapewa nafasi ya mwisho katika jitihada nzima za kumsapoti na kumwezesha kufanya biashara. Lakini pia tumepata hotuba makini kabisa kutoka kwa mgeni rasmi wa shughuli ya leo ambaye Daktari Philip Mpango, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye kama mnafahamu aliwahi kuwa waziri wa fedha lakini ni mchumi mbobezi. Huyu amekubali katika hotuba yake, amekiri na kukubali kwamba bado sekta binafsi ina nafasi muhimu sana katika kuchangia uchumi wa nchi, na serikali imeipa nafasi kubwa sana sekta binafsi ichangie kwenye uchumi wa nchi. Changamoto kubwa ambayo Daktari Mpango ameikubali ni kwamba bado taasisi nyingi za serikali bado hazijafanya wajibu wao kumbeba huyu mfanyabiashara, kumuinua na kumwezesha kushindana ili awe mfanyabiashara bora, mwekezaji bora na mlipa kodi mzuri. Kwa hiyo ameziagiza mamlaka zote, wizara zote na mifumo yote ya utendaji ya serikali kuchukua mapendekezo ya sekta binafsi kutoka kwenye mkutano huu na kuyafanyia kazi kwa malengo makubwa matatu. Moja ni kuimarisha nafasi ya sekta binafsi katika kuchangia kwenye uchumi wa nchi, kukuza biashara na uwekezaji, lakini mbili, kusaidia kuibua miradi mipya na biashara mpya ambazo zitazalisha fursa nyingi za Watanzania kushiriki katika uchumi, lakini tatu, kusaidia serikali kupata mapato. Kwa hiyo wajibu huu ameutoa kwa mamlaka zote za serikali, lakini pia tunauona ni wajibu kwetu sekta binafsi kwamba tumepewa nafasi sasa kutoa michango yetu, lakini na kushiriki katika masuala ya kubuni biashara, kuanzisha miradi ambayo hatimaye tutashirikiana na serikali kuwafanya Watanzania wengi kushiriki katika uchumi wa kawaida, uchumi ambao utajenga nchi yetu. Sasa mimi kama mshiriki katika shughuli ya leo nimejifunza mambo manne ambayo nataka niyajadili na niyalete kwenu kama mambo ambayo pia yakifanyika yatasaidia kuimarisha nafasi ya sekta binafsi na kukuza uchumi wetu haraka kama tutakavyoweza kushindana na mataifa mengine. Na kabla sijatoa maeneo haya, nitafanya reference tatu muhimu. Reference ya kwanza ni kwamba ukiangalia uchumi wa Korea ya Kusini tulioanza nao pamoja mwaka 61, uchumi wa Tanzania ulikuwa mara 3 zaidi kuliko uchumi wa Korea ya Kusini. Lakini leo uchumi wa Korea Kusini wanatushinda kwa mara 30 zaidi kuliko sisi ambao tulikuwa tunawashinda mara 3 zaidi. Hiyo ni eneo la kwanza. Lakini eneo la pili nataka kuliangalia ni nafasi ya vyama vya kibiashara katika kuchangia au kuwaimarisha wafanyabiashara, kuwalea wafanyabiashara wapya na kuwaingiza kwenye mifumo ya kibiashara, kwamba Chemba ya Biashara, Viwanda na Kilimo ni taasisi kubwa ya kiuchumi ambayo inajulikana duniani, ambayo ikipewa nafasi nzuri
itasaidia katika kufanya urasimishaji wa biashara, kuwapokea vijana kutoka kwenye mifumo ya shule, kuwafundisha biashara, kuwajenga na hatimaye kuingiza katika mifumo ya kibiashara wakiwa ni biashara rasmi zinazoweza pia kusaidia kuchangia kwenye mapato ya serikali. Na jambo la tatu ni nafasi ya makampuni ya umma. Nafasi ya makampuni ya umma, kwamba ukifanya utafiti wako utakubali kwamba nchi zote zinazofanya vizuri kiuchumi zimeimarisha makampuni makubwa kupitia mifumo yao ya kampuni zinaitwa kampuni za umma au kampuni za uwekezaji, public limited companies. Sasa kwa hizo reference tatu, naomba niseme kwamba mambo manne nimejifunza na ambayo naishauri serikali na ninatoa kama maoni yangu kupitia kongamano hili yachukuliwe. Jambo la kwanza, tuimarishe nafasi ya wabunifu wanaokuja na mawazo mapya, mawazo makubwa, mawazo ya kujenga kampuni kubwa, hasa kampuni za umma. Tanzania wakati tumesajili soko letu la hisa mwaka 1997 mpaka leo tumefanikiwa kusajili makampuni ya umma makampuni 28 peke yake. Lakini soko kama hili, soko la South Korea ambalo wao walisajili miaka 7 baadaye mwaka 2005, kwa miaka hii karibia 20 wamefanikiwa wao kujenga makampuni mapya ya umma, makampuni 2730. Huu ni wastani wa kampuni 11 kila mwezi. Sisi miaka 7 kutoka leo ukirudi nyuma hatujajenga kampuni hata moja. Hii ni kwa sababu Watanzania wengi hawajaelewa hii modo ya ujenzi wa makampuni makubwa kupitia mifumo ya kampuni za umma. Kwa hiyo tunadhani sasa kuna haja ya serikali kuwafikia hawa wabunifu, kuwapa nafasi hawa wabunifu, watu wenye mawazo makubwa, namna gani wanaweza wakajenga kampuni zao kupitia mifumo hii ya makampuni ya umma. Na sisi Hyper PLC ni kampuni ya umma ambayo moja ya wajibu wetu ni kujenga kampuni za umma ambazo hizo kampuni zitakuwa na faida nyingi kiuchumi. Faida ya kwanza ni kampuni ambazo zinakwenda kuwashirikisha wananchi wengi katika uwekezaji mkubwa. Faida ya pili ni kampuni ambazo zinasaidia kuibua ubunifu na kutumia fursa hiyo ya mitaji mikubwa kukuza ubunifu mdogo au mawazo ya biashara kuwa biashara kubwa, na hatimaye zikauzwa kama hisa kwa wananchi na wananchi wakanunua na wakawa sehemu ya mafanikio. Lakini kampuni za umma pia ndio kampuni ambazo katika mchango wa kodi za serikali zinakuwa zinaongoza. Hata sasa ukiangalia taarifa za TRA zinaonyesha kwamba makampuni 3-4 makubwa yanayolipa kodi kwa wingi Tanzania ni makampuni ya umma. Kwa tunashawishi serikali ione umuhimu wa kuwaona wabunifu wa makampuni ya umma, of course ikishirikiana na kampuni yetu ya Hyper PLC kama Investment and Business Development Company kusaidia kujenga makampuni mengi ya umma ili yaweze kutoa mchango mkubwa katika shughuli za uwekezaji, lakini mchango mkubwa kukuza bunifu kubwa na mchango mkubwa kuwashirikisha wananchi wengi kwenye uchumi. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ambalo naliona ni muhimu lichukuliwe kupitia kongamano hili ni nafasi ya kuwaleta wananchi sasa kwenye miradi ya PPP. Utafahamu kwamba haya makampuni ambayo yanakuja kufanya miradi mikubwa huku Tanzania, mengi ukienda kule kwao ni makampuni ambayo yanapata backup ya serikali. Sasa tunadhani sisi wananchi pia tupewe nafasi ambayo kupitia hizi kampuni zetu tupewe upendeleo. Hii inaitwa ni local content policy. Kwenye local content policy hii miradi ambayo sisi wananchi tunaweza tukaishiriki, ibainishwe miradi ambayo hiyo hatutashindana na makampuni ya nje. Hii itakuwa ni miradi specifically kwa ajili ya wawekezaji wa ndani. Na hii hata kama kampuni 1-2 zikionekana zinaweza kuungana kufanya, basi zipewe nafasi ya kuungana kufanya. Kwa hiyo miradi ya PPP, tukishukuru serikali kuanzisha hiyo center ya PPP, yani miradi ya ubia, ni miradi ambayo pia inaweza ikasaidia kuongeza nafasi nzuri sana ya ushiriki wa sekta binafsi kusaidia miradi ya kiserikali, lakini pia kupunguza mzigo wa serikali kuchukua kodi na kuzipeleka kule. Kwa hiyo ikaiacha hiyo eneo ikawa ni miradi ya biashara. Lakini njia rahisi ni kuruhusu sasa kampuni za ndani kupewa kipaumbele kwenye baadhi ya miradi ya PPP, na sisi Hyper tuko tayari kwenda kwenye miradi ya PPP. Bahati nzuri tumekwisha kutembelea kituo cha miradi ya PPP, tumeshaongea na mkurugenzi na tayari mazungumzo yanaendelea kwamba tuna uwezo wa kuchagua baadhi ya miradi na tukaanza kufanya. Hilo ni eneo la pili. Na eneo la tatu tunaloliona ni nguvu ya vyama vya kibiashara, kwamba hivi vyama vya kibiashara kama Chemba ya Biashara, Viwanda na Kilimo pia ipewe nafasi ya kufanya mafunzo maalum kwa vijana wanapokuwa mashuleni, kuwapokea katika mifumo rasmi ya biashara, kuwafundisha biashara, masuala ya kodi, maadili, na hatimaye Chemba ipewe nafasi ya kufanya haya mambo ya biashara iwe ni moja ya majukumu yake ya msingi.
kwamba mnaposababisha kuonekana kwamba sasa chemba kama chama cha wafanyabiashara tena kianze kuonekana kwamba ni chama ambacho kimepewa lifti na serikali katika baadhi ya maeneo, inahafifisha nguvu yake. Kwa hiyo tunadhani serikali itambue mamlaka hii kubwa ambayo ilianzishwa na serikali yenyewe na ina mtandao mkubwa ndani ya nchi na nje ya nchi. Kuna vyama vingi vya kibiashara vina nafasi, vinaweza vikapewa, lakini kuna nafasi ya chemba ya biashara. Hii ni nafasi muhimu ambayo ipewe uzito unaostahili. Yaani chemba ya biashara sio lazima ishindanishwe na hizi vyama vingine, bali inatakiwa ichukuliwe kwa nafasi yake na ipewe heshima yake katika kuwezesha shughuli za malezi ya vijana, shughuli za masuala ya biashara, shughuli za maadili katika kusimamia masuala ya kodi na kuwezesha biashara na ubunifu. Na jambo la mwisho ambalo mimi nalitoa sasa, na hili nadhani litaenda moja kwa moja kwenye mifumo ya serikali kupitia wizara labda za viwanda na biashara, wizara ya fedha, lakini pia wizara ya Rais, mipango na uwekezaji. Na mimi wakichukua hili litasaidia kwamba vijana wanaotoka mashuleni, ikiwezekana, kwa kuwa vyeti wanavyohitimu navyo vinawawezesha kupata ajira, yaani vinakuwa kama ni dhamana zinazowezesha kupata ajira. Tunadhani sasa utengenezwe pia mfumo vyeti hivi viwe sehemu ya dhamana vijana hawa kupata mitaji. Kwamba ikiwa mimi nimehitimu chuo kikuu na cheti changu cha degree ya biashara, degree ya sheria, degree ya masuala ya ardhi, degree ya masuala ya rasilimali watu, kupitia hiki cheti serikali iweke mfumo ambapo cheti hiki kinaweza kikawa dhamana, kikawekwa benki kama dhamana, na mtu huyu, kijana huyu akapata mtaji hata kama ni milioni 3, milioni 4, milioni 5 wa kuanzisha biashara kwenye taaluma ambayo yeye amesomea, kwenye taaluma ambayo yeye ni mbobezi, kwenye taaluma ambayo amehitimu. Nafikiri jambo hili likifanyika litasaidia pia kuimarisha sekta binafsi na litawafanya vijana wengi kuingia kwenye biashara katika mfumo ulio rasmi. Kwa hayo mambo naamini yakifanyiwa kazi, mkutano ujao, maana mkutano hii ni endelevu, tutakapokutana hapa itakuwa na matokeo bora zaidi na watanishukuru. Asante sana, endelea kutufuatilia, na mimi nikwambie kwamba sisi kama sekta binafsi tumejipanga kusaidia serikali yetu kutimiza wajibu wake, kufanikisha malengo yake, lakini zaidi kujenga uchumi na sekta imara ya sekta binafsi. Asante sana.